Imani ina uhusiano mkubwa sana na kumbukumbu. Namaanisha ili imani ikue, ni lazima kumbukumbu iwepo. Namaanisha mtu akipenda au akitaka imani yake ikue, ni lazima awe na kumbukumbu. Ni lazima ajitahidi kumbukumbu zake pia na zenyewe ziwe vizuri, zikae vizuri. Kwa maana ili Mungu akutendee zaidi, ni lazima ukumbuke ya kwamba jana alinitendea hiki. Ndipo Mungu anasema au anashindwa kutoka katika mchakato wa kukusaidia kwamba huyu mtu anahitaji msaada kwa vile nilimsaidia jana, hivyo ni lazima tena nimsaidie na leo. Kwa hiyo kwa kumng'ang'ania kwa kumbukumbu ataendelea kutenda makubwa. Namaanisha kwamba kama jana alikuwezesha ukapata baskeli, mfano, ukaendelea kumtumaini na ukaendelea kuwa na imani ya kwamba kama jana alinipa baskeli, basi leo pikipiki ninayohitaji atanipa, na kweli atakupa. Kwa sababu ukisimama katika msimamo ya kwamba katika kidogo alikukumbuka, katika kidogo, basi na wewe katika hicho kidogo ukaendelea kumkumbuka, ile kumbukumbu inatengeneza connection yako na Mungu, na connection inaendelea kukua, na inamaanisha kwamba connection ikikua na ndipo imani inakuwa. Connection ni imani, na imani ndio hiyo connection. Hivyo Mungu anaona ya kwamba unamthamini kwa kile kidogo alichokutendea, hivyo atakutendea na zaidi. Kwa hiyo kumbukumbu ni kitu muhimu sana. Mungu hawezi kumtendea mtu alafu akamtendea tena ikiwa yule mtu hakumbuki alichotendewa mwanzo. Hakika hatomtendea. Mungu sio wa kupoteza nguvu zake ovyo ovyo, au sio wa kupoteza nguvu zake kwa watu ambao hawamthamini, kwa watu ambao hawamkumbuki. Ndiyo maana leo katika kuabudu, tunaabudu, tunaimba, tunalitaja jina la Kristo. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumesoma, tumeamini ya kwamba Kristo alitenda hiki, kwa hiyo hata na mimi atanitendea. Kama Mungu alimtendea Kristo hivi, hata na mimi atanitendea. Kwa hiyo tunaishi katika kufuata nyayo za Kristo. Maana yake ni kwamba kumbukumbu ya Kristo imehifadhiwa ili kuwaokoa wengi, ili kupitia kumbukumbu hiyo wengi wakue, wengi wawe na imani, wengi washinde katika imani ya kuamini kumbukumbu hizo ambazo zimewekwa, ambazo mitume na manabii waliandika. Ndio maana tunaandika, ndio maana tunaandika kwenye mitandao, tunahubiri, ili kumbukumbu hiyo ikae katika fahamu za mtu mmoja ambaye anataka kutoka katika hatua moja kwenda katika hatua nyingine. Kwa hiyo ni lazima ufahamu hilo ya kwamba imani ili ikue lazima iambatane na kumbukumbu. Ubarikiwe sana.